Wewe sasa. Habari ndugu. Ili tuweze kufungua kwa neno la maombi. Naomba nio tafadhali. Tufanyie Mosiro kaulu kama ikulu, maana ni ngumu kutembelea ikulu, ni kama kwenda mbinguni. Walipotembea wale pepu wakapata mahali pa kukaa na kujenga. Nepo netu newei na wakaambiana nejo kino amkeni yenye ito tutengeneze. They have one language. Yada nkoto na po. They have decided to do something. Neto mota pestoki. Nothing. Kuna wale ambao wanahusika. Wale walio katika overflow pale nyuma, kuna vikwa wapigia makofi mazuri. Rasilimali tuliopatiwa ya wananchi wa Kenya lazima itumike kwa njia ya sawasawa, kwa njia ambayo kuna uwajibikaji. All the resources that are made available to us by the people of Kenya through their taxes must be spent in a transparent, accountable manner. Na ndio sababu in my address to the nation, I made two commitments. I said, number one, all procurement beginning April this year are going to be undertaken on an e-platform. We are going to have e-procurement so that there is transparency in the procurement of public services and public programs, so that we know that we have gotten the best price, the most competitive price, to the best person, and we know who it is. I'm happy to say that e-procurement that we have been waiting for years has started this April, as I committed. Number two, nilisema ili kuondoa mambo ya ufisadi ambayo sehemu kubwa inachangiwa na interests ya wale watu wako na uwezo, viongozi ambao wako na uwezo. Tukasema tutapitisha sheria ambayo inaitwa Conflict of Interest Law. Na niliahidi bunge wakati huo ya kwamba wasipopitisha sheria ambayo inalingana na vile tulikubaliana na Wakenya, sheria ambayo itakomesha mambo ya ufisadi na mambo ya ubinafsi na mambo ya watu kutumia ofisi za serikali kujinufaisha wao wenyewe, familia zao na marafiki zao. Niliwaeleza wakati huo, msipopitisha hiyo sheria, mimi nitaweka veto
ya hiyo sheria mpaka nipitishe sheria ambayo itakomesha ufisadi katika taifa letu la Kenya. Nimefanya hivyo juzi, na kwa wiki 3 zijazo bunge lazima ipitishe sheria vile nimependekeza, ndio tuweze kukomesha mambo ya ubinafsi katika procurement na utendakazi wa mambo ya serikali. I want to ask Parliament, both the National Assembly and the Senate, to carefully consider the memorandum I have sent to them on making sure that we stop conflict of interest that undermines the delivery and provision of public service in the Republic of Kenya. Na itamhusu kila mtu kutoka rais mpaka MCA. Kila mmoja wetu atawajibika kuhakikisha ya kwamba sio rais peke yake, sio governor peke yake, sio mjumbe peke yake, everybody must be accountable to the people of Kenya. Kwa hivyo nataka mtuombee maaskofu wetu ndio tuweze kutimiza wajibu wetu kulingana na mapenzi ya Mungu na sheria za taifa letu la Kenya. For the first time in history, 15 roads ya Narok East ilifanywa class C kwa sababu yako. 15 roads class C. Hatujaiona class C. Sisi tunakuanga tu tunatembesha ng'ombe kwa barabara ambayo si class C. So mabarabara zimepanda iwe ya class C kwa sababu yako. Your Excellency, na kuomba tu kwa sababu kuna siku ya kukuja kuongea kuhusu maendeleo. Lakini kwa sababu huko Ndulele utuangalilie tupate miradi kama hizo barabara, kwa sababu tukifungua mabarabara then hii nchi itafunguka. Ukitembea hivi ngano ile iko hapa na mahindi, Your Excellency, tuko juu sana kama wakulima. Na asante. Kwa sababu kama si wewe bei ya mahindi ingekuwa juu. Hii watu wanasema hakuna kazi inafanywa, hakuna kazi. Hawa ni kelele. Don't be distorted by such. We focus mbele. Mungu ndiye amekuleta this far na Mungu bado anakupeleka mbele. Sisi tunajua bado huko. Ndio mimi ninasema I am happy and I want to profess that Kenya is going to continue to be a God-fearing nation. And the gates of hell cannot overcome this nation. Na wale wanataka kutuhubiria usaliti ati umoja ni usaliti, tunataka tuwaambie waende wasome Biblia. Where there is unity, God commands a blessing. And that is why we are working hard to unite the people of Kenya. And that is why I am proud that my friend Raila Odinga and myself and all our parties are working together, because in there, God will truly bless our nation. We are unapologetic, we are unashamed about uniting the people of Kenya, because we know that we can go far, we can achieve much, and God is going to truly bless our nation as we go forward. So, Bishop, nimeshukuru sana. You have talked to us in a very profound way. Mimi nikisimama hapa, unajua mimi ni mtu wa Raila damu. Lakini nafurahia sana kwa sababu Mheshimiwa Ruto ameshikana na baba. Na aliposhikana na baba, mimi nikaambia baba, sasa wewe wacha mimi nilete Wamasai wote pamoja. Hakuna hata mmoja ataenda kando ya Mheshimiwa William Ruto sasa. Unajua mtoto akizaliwa, kuna wala watoto wanazaliangu ambaye huyu anangoja aambiwe afanye kitu. Na kuna ule mwingine ambaye anaangalia mahali tunaenda, yeye anaamuka anaenda anafanya. Ledama ni ule ambaye angojei kuambiwa, anaenda kufanya kwa sababu hapo tu ndio Kenya iko. Na ile kazi yote, unajua juzi nimeenda Kajiado. Watu wakasema Mheshimiwa Ruto ndiye alituma mimi. Mimi nataka kuambia His Excellency hakunituma mimi huko. Mimi nilienda huko kwa sababu nimeona njia.
Nimeona ile njia ambaye Wamasai wote wanatakiwa wapita ili tuweze kupata rasilimali zetu. Unajua sisi tukisimama hapa, Wamasai wote wa Kenya, kura zetu haziwezi shuka chini ya 1.4 million. Na unaona kama Kalonzo anakimbia huko, anasema Wakamba wake 1.4, hata sisi Wamasai tutaenda mpaka kutoka Marsabit mpaka Kajiado na tutakuwa na hiyo 1.4 na tutasupport William Ruto na Raila Amolo Odinga. Na hiyo tu ndio tunataka kufanya. Your Excellency, Narok iko imara, iko nyuma yako. Siku hizi tuko na broad based government. Unaona Ledama Olekina hako hapa na Raila tuko na yeye, na asante kwa kuleta Raila. Unajua mimi na wewe tumekuwa tukipiga Raila. Lakini Raila is the king of peace. Yeye mwenyewe alifungwa na Moi miaka 9. Lakini akamsamea, wakafanya kazi pamoja through NDP merger. Kibaki walizungushana kama Marinda. Lakini baadaye akamsamea, wakafanya kazi pamoja kwa coalition government. Uhuru wakaitana mganga mlevi. Lakini kidogo akamsamea, wakafanya kazi na handshake. Wewe mwenyewe unajua ulikuwa unaita yeye mzee wa kitandawili. Ulikuwa unatuambia utaweka yeye kwa wheelbarrow upeleke huko Bondo. Kidogo Your Excellency sasa mmesameana, mmekuwa kitu kimoja. Bishop Mangura ndio imu team, mmetuonyesha njia ya umoja. Mheshimiwa Mangura Bishop, mimi nataka kukupatia jukumu. Kwa sababu umeanzisha, tafadhali tutimize. Na mbele ya Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa, there is a chronic land problem here. Na wamekubaliana tutatatua. Megironi ngogino redoi? Ldamad orburgo kego nyoge. Bishop Mangura tafadhali. Hata gavana ako hapa, wabunge. Tunaweza ipatia kanisa. Hawa wameshikana for 25 years. Today is a Jubilee celebration. Wacha basi leo izaliwe amani ya watu wa Purko, Kekonyokie na Eldamat.